Karibu katika siasa za kimataifa, na hapa ni Official Moho Brand. Leo tutakwenda kuangalia mkataba wa makubaliano ya ulinzi kati ya Saudi Arabia, Pakistani na Uturuki. Katika mkataba huu ambao unajulikana kwa jina la NATO ya Kiislamu au Maka Joint Defense Agreement, tutakwenda kuangalia vitu vitatu, yaani jiografia za kisiasa, usawa wa mamlaka na athari zake katika usalama wa kimataifa. Ukumbuke huu ni mkataba ambao umeingiwa makubaliano na viongozi watatu kutoka Pakistani, Uturuki na Saudi Arabia. Lakini pia huu ni mkataba ambao ni matokeo ya miaka mitatu nyuma iliyopita, kwani hali ya utulivu Mashariki ya Kati na Asia Kusini imekuwa ni karata muhimu sana kuelekea kwa mafanikio ya mkataba huu ambao umefanyika mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita. Mkataba huu wa ulinzi au mkataba wa amani kati ya hizi nchi tatu, tutakwenda kuangalia nguvu za kimkakati, nani ananufaika na huu mkataba na lengo la kuanzishwa kwa huu mkataba au haya makubaliano kati ya hizi nchi tatu. Kwa sababu ukiangalia Pakistani, Uturuki na Saudi Arabia ni watu ambao au ni nchi ambazo zina historia ya kipekee, hususan katika kipindi hiki ambacho hali ya Mashariki ya Kati haipo sawa. Na ukiangalia kwa sasa Saudi Arabia inakabiliwa na hali ya kutokuwa na usalama kutokana na shinikizo kubwa linalotoka kwa Irani na baadhi ya nchi ambazo ni mshirika wa Irani kama vile Yemen. Sasa je, kwa nini Saudi Arabia, Uturuki na Pakistani wameamua kuingia katika makubaliano ya ulinzi au mkataba wa makubaliano ya ulinzi, kipindi ambacho Pakistani tunajua kutokana na kinachoendelea Mashariki ya Kati, Pakistani amekuwa mpatanishi mkubwa na amekuwa akitumiwa kama diplomatic country katika kusuluhisha au kuneutralize hali ambayo inaendelea pale Mashariki ya Kati, ambapo vita kati ya Marekani, Israeli na Iran vikiendelea kuchukua taswira mpya. Lakini pia Uturuki tunajua kutokana na sera zake ni nchi ya Kiislamu au ni nchi ambayo Waislamu wapo wengi, lakini pia ni nchi ambayo ina urafiki mkubwa na Iran. Ina urafiki mkubwa na Iran, lakini wanakwenda kuingia katika mkataba huu wa ulinzi ambapo moja ya sheria au conditions zilizopo ni kutoka kifungu namba 5 cha mkataba wa ulinzi wa Europe, yani hapa tunaizungumzia NATO, article namba 5 ya NATO, ambapo inahakikisha ulinzi kwamba nchi yoyote itakayoshambuliwa katika zile nchi zilizoungana basi ni sawasawa umezishambulia nchi zote. Je, Pakistani ana urafiki na Iran, Uturuki ana urafiki na Iran. Kwa nini wamekubali kuingia kwenye mkataba huu kipindi ambacho Iran amekuwa akishambulia mara kwa mara Saudi Arabia? Kwa nini? Tutakwenda kuona. Lakini pia kabla tujaendelea, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu Official Moho Brand, unaomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini. Twende pamoja. Matokeo ya mkataba huu wa Maka Joint Defense Agreement sio tu kama nilivyosema awali, sio kitu ambacho kimetokea kwa bahati mbaya,
ni matokeo ya takriban miaka mitatu ya nyuma iliyopita. Uhusiano uliopo kati ya waziri wa Pakistani, rais wa Uturuki pamoja na mfalme wa Saudi Arabia umechangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha kutokea kwa mkataba huu ambao umefanyika hiyo siku ya Ijumaa. Moja kwa moja tukaangaze nguvu za kimkakati kati ya nchi hizi tatu. Je, nani anakwenda kuofa nini? Nani anakwenda kuchangia nini? Nani atanufaika vipi na kwa nini, na matokeo yake? Twende kwa pamoja. Ukija katika nguvu za kimkakati kati ya nchi hizi tatu, yani Saudi Arabia, Pakistani na Uturuki, inafahamika Saudi Arabia kuwa na utajiri wa mafuta pamoja na ushawishi wa kidiplomasia imekuwa ni kete muhimu kwake katika mchango wa uwepo wa huu mkataba wa ulinzi. Pakistani inajulikana nguvu ya nyuklia, lakini pia uimara wa jeshi. Moja ni katika moja ya nguvu ya kimkakati ambayo ipo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Pakistani yupo pale akiwa anaofa nguvu kubwa ya kijeshi pamoja na uwepo wa nyuklia. Ukija kwa Uturuki hali kubwa ya teknolojia, uwepo wa viwanda vya silaha, unaona ni moja ya kitu muhimu sana ambacho ni kitu muhimu sana, pamoja na nguvu muhimu ambayo unaona kabisa kwamba imekuwa target, imekuwa ikiangaliwa katika mkataba huu. Kwa hiyo nguvu, utajiri wa mafuta, ushawishi wa kidiplomasia, nguvu ya nyuklia na kijeshi, teknolojia na viwanda, unaona kabisa kwamba ni msukumo mkubwa, ni kitu chenye msukumo mkubwa kufanikisha kwa mkataba huu. Je, sababu za kuwepo kwa mkataba huu ni nini? Kwa nini huu mkataba upo? Kwa nini huu mkataba umefanyika kati ya hizi nchi tatu? Kwa nini? Moja ya sababu kubwa ambayo imepelekea kuwepo kwa huu mkataba ni kupungua kwa ushawishi wa Marekani, yani US pivot and strategic shift. Kama unavyojua kutokana na kile kinachoendelea, kama nilivyokuambia kwamba Saudi Arabia imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na IRGC au wana mapinduzi wa nchi ya Kiislamu ya Iran pamoja na Yemen, kipindi ambacho ushawishi wa Washington, ukumbuke Saudi Arabia ana mkataba wa ulinzi na USA, yani Marekani, lakini katika mashambulizi haya karibuni ambayo yanaendelea pale Saudi Arabia dhidi ya Irani, dhidi ya Yemen, Marekani ameonekana kukosa nguvu moja kwa moja kuhakikisha ulinzi katika eneo lile, jambo ambalo linamfanya Saudi Arabia kupoteza imani dhidi ya Marekani na kuona namna ya kuweza kujilinda wenyewe. Unaona kabisa ni moja sababu za wao kuingia katika makubaliano ya mkataba huu. Kuzuia chuki na vitisho kutoka Iran. Kama unavyojua Saudi Arabia imekuwa ikishambuliwa, imekuwa ikikumbana na vitisho kutoka Iran, lakini pia Iran pamoja na washirika wa Iran ikiwemo kundi cha Wahusi kutoka Yemen wamekuwa wakishambulia katika baadhi ya maeneo pale Saudi Arabia, lakini pia kutishia kwa mfereji ule muhimu sana wa usafirishaji wa mafuta katika nchi za Gulf, Bab al-Mandeb. Imekuwa ni jambo ambalo linaiweka Saudi Arabia katika hali mbaya na ngumu. Lakini pia mvutano
na Israeli. Hapa tunaenda kumwangalia Uturuki. Uturuki amekuwa na mvutano hasa katika swala la ushawishi pale Syria. Israeli na Uturuki wamekuwa ni watu ambao wakivutana juu ya ushawishi katika nchi ya Syria. Jambo ambalo lilipelekea, kama unakumbuka, katika miezi kadhaa iliyopita baadhi ya watu chini Uturuki walionekana wakichoma ile picha ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, jambo ambalo lilizua mjadala mzito na maswali mengi, hususan katika siasa za kimataifa, vitu kama hivyo. Lakini vitu kama hivyo, faida gani ambao watakwenda kuipata hizi nchi tatu? Hizi nchi tatu, yani Saudi Arabia, watapata faida gani kutokana na huu mkataba? Uturuki watapata faida gani kutokana na huu mkataba? Pamoja na Pakistani watapata faida gani kupitia huu mkataba wa ulinzi ambao wameingia tu Ijumaa iliyopita? Moja ya faida, tukianza na Saudi Arabia, kama unavyojua Saudi Arabia imekuwa ikikabiliwa na baadhi ya mashambulizi kutoka nchi jirani, ikiwemo Yemen pamoja na Iran. Moja kwa moja unaona wanaenda kunufaika katika swala zima la ulinzi na usalama, lakini pia strength, yani kuimarisha ile biashara zao ya mafuta na usafirishaji, hususan katika haya maeneo katika yale maeneo nyeti, ikiwemo katika mfereji wa Bab el-Mandeb, pamoja na vitu kama Hormuz, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba itaenda kuimarisha usafirishaji, lakini pia kuimarisha swala zima la uchumi. Lakini pia ukija kwa Uturuki, Uturuki katika mkataba au haya makubaliano ya ulinzi, unaona anaenda kunufaika katika swala zima la usambazaji na uuzaji wa silaha, lakini pia kuleta mbinu. Ukumbuke Uturuki ni mshirika wa NATO, mshirika wa NATO wa muda mrefu. Hivyo basi tunatarajia kuona Uturuki aki-impose zile njia na mbinu mbalimbali kutoka NATO kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama ukiendelea. Kwa upande wa Pakistani atanufaika kupitia huu mkataba katika namna ambayo ukumbuke Pakistani ni wamekuwa na migogoro ya mara kwa mara na kikundi cha Taliban katika lile eneo la Asia Kusini. Hivyo moja kwa moja kuingia katika huu mkataba wa makubaliano inaweza kumpa faida ya ulinzi na usalama, hususan kukabiliana na hiki kikundi cha Taliban. Hii ni vitu vichache au vitu vya msingi ambavyo utakuwa uvifahamu kupitia huu mkataba ambao umeingia katika makubaliano kati ya Uturuki, Pakistani na Saudi Arabia. Mimi ni official Moho Brand. Karibu tuchambue wote. Karibu kucomment kwenye uwanja wa comment hapo chini, bila kusahau kulike, kushare na subscribe. Asante sana.